maana kina dada nawapeleka wapi? Wake usiku kujua mapema familia wako nampeleka wapi ni vizuri. Natoka kina dada. Kina dada. Karibu sana. Asante. Habari ya Mwanza? Nzuri. Nakupeleka wapi? One place inaitwa Bwiru. Bwiru? Yeah. Ni pale pale au tunaingia kidogo ndani? Si, ni Bwiru. Ni maeneo tu ya karibu, si ndani sana. Okay, basi ni kwa barabara tu. Ni how much? 20,000 tu bana, sio? Fine. Twende. Asante. Haya.
Hiki ni nini Alphonse? Kwa nini unanifanyia hivi? Na mbona kuniambia tangu mwanzo? Kwa una mtu mwingine anakufaa kuliko mimi. Nimetembea tu ngapi Alphonse? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Usa. Usa. Asante. 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 Wewe. Esa. Vipi dada? Ondoa gari. Ndio sisi tunapeleka. Ondoa gari sasa hivi. Nipeleke kokote, ondoa gari. Mae, Imekuwaje? Mimi nimeishia tu kuiona teksi inaondoka. Kwa hiyo chukua mabegi, peleka ndani, kisha tutaongea. Wewe unalia tu toka tumetoka kule, wewe unalia tu. Shida ni nini? Mimi sikuelewi, unajua. Shida ni nini? Ngoja tupake hapa situongee kwanza. Maana mimi sielewi unalia kwa sababu gani. Sawa? Dada, huu ni usiku mwingi. Na huu usiku mimi siwezi kukuacha hapa. Naweza nikakuacha hapa kutokea mambo mabaya kabisa, na huu ni usiku. Usiku una mwenyewe. Mimi ombi langu ni moja, kama tunaaminiana. Nikupeleke nyumbani kwangu ukapumzike. Asubuhi ukiamka, akili yako itakapokuwa imefanya kazi, pengine unaweza kuwa na maamuzi ya busara zaidi. Sisi tunaelewana dada? Karibu. Asante. Karibu sana. Kundo chumbani. Karibu. Asante. Karibu ndani. Asante kaka, nenda tu kalale huko, mimi hapa nitakuwa sawa. Unajua dada, sisi kwa tamaduni zetu, unapopata mgeni, hata kama una chumba kimoja, basi mgeni wako atalala kitandani, wewe utalala chini. Na kwa mfano mimi hapa nina chumba na sebule. Wewe ni wa kike, mimi ni wa kiume. Basi lazima nitumie busara. Wewe utalala chumbani kitandani kwangu, mimi nitalala sebuleni hapo chini. Please, naomba uingie chumbani ukapumzike. Sawa? Nakuomba. Pita ukalale. Hiki chumba kina master. Pale kuna choo. Kwa hiyo haja zako zote utakazotaka utaenda pale hajani, basi chukue choo, utaoga, utafanya kila kitu chako, utamaliza. Alafu utapumzika pale. Mimi nitapumzika hapa, sawa? Please naomba uingie. Kuwa na amani, sawa? Kuwa na amani. Rudisha chumba.
Dada. Yes. Habari ya asubuhi. Sisi kidogo tulikulupuka asubuhi. Unajua tena mambo yetu ya town, nimetoka hapa nimeingia pale nikaamsha kidogo asubuhi. Lakini nimekuletea breakfast kwa sababu najua saa hizi bado mapema. Hii ni breakfast. Unajua sisi wasela tunakunywa juice, tunakula na mkate, hatuna jiko ndani. Naomba univumilie hali yangu. Nashukuru kwa kila kitu. Usijali. Tupo kwa ajili yenu. Kuwa na amani. Mimi naitwa Leila. Oh, Leila. Adam. Driver taxi ukipenda kuniita. Tena ni driver taxi maarufu zaidi hapa mjini. Okay. Yeah. Karibu sana. Yeah, mimi nimetokea Nairobi. Sehemu inaitwa Karen. Nairobi. Yeah. Karen. Yes. Mimi si mjuzi sana na Nairobi, unajua. Sisi ma driver taxi tumeshazoea hapa mjini. Lakini napasikia. Karibu sana. Asante. By the way, nataka nikuulize kitu kimoja. Ni kitu gani kilitokea jana? Mbona ulikuwa katika hali ile? Yule kule uliponichukua ni kwa boyfriend wangu. Huwa nakuja na kuondoka, ni engineer. Ila kwa kilichotokea jana sikuwa nimetarajia. Nilimkuta na mtu mwanamke na sio mwanamke. Yaani ni mtu ambaye wako katika mahusiano. Mbaya zaidi ni rafiki yangu. Tulikuwa wote Nairobi. So hata ile picha jinsi ninavyoenda nimeshindwa kuelewa ilikuwaje. Pole sana. Unajua kuna wakati mwingine Mungu huwa hutenda mambo yake kiuungu kulingana na kwamba anataka kuoneshe pale ulipotoka palikuwa si sahihi na unakoelekea ni sahihi. Lakini wakati mwingine anaweza kukutoa pale alikokutoa mwanzo kwamba kuna jambo anataka kuonesha hili jambo si sahihi, unataka upite njia hii ili jambo liwe sahihi. Hivi ndivyo Mungu anatenda na huwa hakosei. Ushauri wangu kwako, kwa sababu hata kuna vitabu vya kiungu vinasema yeye amtumainiaye basi huwa anaishi ndani. Kwa hiyo kulingana na maneno haya ninafikiri uwe na amani, kwa maana ya kwamba pengine hapa katikati palikuwa pana kitu ambacho Mungu anataka kukupisha nacho. Lakini si hivyo tu, ombi langu kwako, pumzika hapa kwa siku kadhaa. Ndani ya siku hizi ambazo unapumzika hapa, uangalie moyo wako unatulia kwa kiasi gani. Utakapokuwa umetulia, basi utoke uende ukazungumze naye. Pengine mnaweza mkapata jibu zuri zaidi kwa pamoja. Mwende mkazungumze kwa utaratibu, basi ile jambo linaweza likakaa sawa sawa. Sijui unanielewa vizuri kwa sababu watu wawili wakubwa wanapokutana na wakazungumza, kila kitu huwa kinakaa katika mstari wake. Hichi kama ni kibaya kinakaa kina ubaya, hichi kizuri kinakaa kina uzuri wake. Basi nikuache alafu mimi niendelee na mambo mengine, kwa sababu nimekuletea breakfast. Narudi barabarani kwa ajili ya kutafuta ugali wangu. Sawa? Kwa na amani, chochote utakachokuwa na shida nacho naomba unipe taarifa. Na ikifika mchana nitakuletea lunch. Sawa? Asante sana. Baadaye. Okay, good day. Eti kaka, mbona waendesha taxi maisha yao yanakuwa so mazuri kama kazi wanaoifanya? Maana kila siku wako busy. Unajua maisha yalivyo, taxi ni kazi kama kazi nyingine. Sawa Sawa. Lakini waliokuwa wengi hii kazi ya taxi driver wanaichukulia kawaida sana. Wanaichukulia ni kama vile kazi ambayo ni part time, si kazi halisi. Haswa wale ambao magari wanapewa na matajiri. Unajua unapopewa gari na tajiri, gari inatakiwa imlishe tajiri, inatakiwa ikulishe na wewe. Sasa ni lazima uitunze, lazima uithamini. Umeelewa vizuri? Mimi kwangu mimi hii gari ni ya kwangu. Na nafanya hii kazi kwa sababu nina passion nayo, naipenda. Lakini si tu kuipenda, ndio maisha yangu yanakwenda. Umeona? Kama maisha yangu yanakwenda, lazima niitunze, lazima niipende. Kwa hiyo kwa wale wengine ni kweli mafanikio hawana, lakini mafanikio hawana ni kwa sababu wana mambo mengi. Kwa sababu mtu ana familia lakini ana wanawake 4 5. Sasa wanawake 4 5, wewe unafikiri unaweza kuona maendeleo yoyote?
Hawezi. Haiwezekani. Umeona? Kwa hiyo unajikuta sasa mwisho wa siku kazi unaweza kuwa unafanya lakini ile kazi kukuletea wewe mafanikio haiwezi kukuletea. Haiwezi kukuletea mafanikio kwa sababu una mambo mengi. Sasa mambo mengi katika maisha huwa yanakukosti. Kweli. Ipe changamoto ya maisha kabla ya taxi. Na sasa hivi nilipofikia. Yaani mafanikio nimeyapata. Kwa maana ya kwamba mafanikio nayapata kivipi? Mimi kwenye hii kazi mimi naishi. Baba yangu anaishi, mama yangu anaishi. Sasa hayo ni mafanikio, nini tena mimi nataka? Nini? Kama kitu kikubwa kitakuja baadaye, Mungu atanipa. Sawa. Mungu atanipa. Lakini hapa nilipo mimi namshukuru Mungu. Umekuwa tofauti na madriver taxi wengine. Kiukweli hawana malengo kabisa. Ni kweli kabisa. Kazi ukiipenda kazi inakulea ndugu yangu. Kazi inakulea. Uliniambia hapa tunaingia tunaingia hapo. Aha. Haya. Asante. Adam. 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 Sorry. Vipi? Kuna tatizo? Hakuna tatizo, habari ya asubuhi. Salama. Sawa. Niambie. Mimi niko tayari. Twende kwa Alphonse tukazungumze. Si jambo baya. Ni jambo zuri na ni jambo jema. Kama uko tayari kufanya mazungumzo naye, basi ni jambo la busara zaidi. Mimi nafikiri usipoteze muda, wewe jiandae. Alafu by saa 4 twende nikupeleke, sawa? Okay. Asante. Mimi nafikiri tungezungumza kuhusu kilichotokea siku 3 zilizopita. Maana mimi niliondoka nikiwa na stress zangu. Sawa. Labda nikuulize swali. Hizo siku 3 ulikuwa wapi? Kwa Adam. Ulikuwa kwa Adam. Ndio alikusaidia. Unamaanisha ulikuwa unalala kwa Adam chumbani kwake? Sawa, vizuri. Kingine nakumbuka wakati unaondoka hapa kila kitu uliacha. Simu, kadi yako ya benki, mabegi, pochi, vyote uliacha. Lakini cha ajabu na kuona ulivyorudi ni tofauti na ulivyoondoka. Labda nikuulize, na hicho kijola umetoa wapi? Vizuri. Kwa hiyo hizo siku 3 ulizokaa kwa Adamu mmefanya mambo mengi mpaka amefikia hatua ya kununuliana vijola, si ndio? Sasa sikia nikwambie. Usitake kunichukulia poa. Yaani usitake kunichukulia mimi ni boya sana. Mimi sio boya kama unavyonifikiria, sawa? Mimi ni mwanaume ninayejielewa. Alafu mimi nina akili. Yaani ulale kwa mwanaume siku 3. Mfanye ujinga wenu, mmenunuliana vijola kisha mnabebana unakuja mpaka kwangu. Wewe unakuja tuzungumze nini? Unachotaka kuja kuzungumza kwangu kipi? Sikia nikwambie Leila. Mimi ni mkosefu. Kwa hiyo kama mimi ni mkosefu, hata wewe ni mkosefu. Kwa sababu nilichokifanya mimi ndicho ulichokifanya wewe. Kwa hiyo kama wote ni wakosefu, hapa ngoma draw. Cha msingi wewe chagua tu, kusuka ama kunyoa. Bro, samahani. Mimi nataka nichangie kidogo. Ishia hapo hapo. Uchangie nini?
Nini ambacho unataka kunishauri mimi? Unajua nyewe madereva taksi mimi nawachukia chizi yani. Yaani siwapendi na ninawachukia kwa sababu nyie mpo kwa ajili ya kuharibu watoto wa watu. Nyie mpo kwa ajili ya kuharibu wanafunzi, wake za watu. Ukimbeba tu mtu wa watu unamtaka. Yaani ukaenda mwanamke wangu siku 3, ufanye naye ujinga, umnulie mpaka ngwafu, uje unishauri, unanichukulia poa eti? Usitaki kunichukulia bwege blaza, mimi na akili. Mimi sio fala wewe. Toka nje. Toka nje bana, vipi? Yaani upo ndani kwangu hapo unataka unishauri ujinga gani? Wewe bwege ni toka nje. Natoka bwana. Toka bana, wewe fala nini? Yaani ulale na mwanamke wangu siku 3 afu uje unishauri, usinichukulie poa. Unajua naweza nikakukata mabanzi bwege wewe. Alafu nyema madereva taksi mimi nawachukia chizi yani. Yaani siwapendi. Unakuja hapo mvimba vimba kama bofu alafu unanichukulia poa. Usinichukulie poa. Mimi sio fala kama unanichukulia. Chukulia poa eti. Tamkata makofi mbele yako. Nataka kunichukulia poa mimi. Alfonso, nafikiri unajua kuwa nakupenda sana. Na sijawahi kuficha kitu hata kimoja kwenye maisha. Naomba uniambie ukweli. Umewahi kuwa na mahusiano ya muda mrefu na Husna? Leila. Leila. Nachukulia poa eti. Kwa hiyo unanichukulia mimi boya sana, si ndio? Boya kichizi. Ushaka umetathmini, umetafakari, umeona tu mimi boya tu. Yaani kwamba unaweza ukalala na mwanaume siku 3, ukamfurahisha afu baadaye mnabebana tu. Unakuja mpaka kwangu eti kuniomba msamaha. Sikia nikwambie. Mimi ni mwanaume ninayejielewa. Tena ninajielewa. Yaani niko vizuri. Alafu kingine labda nikwambie tu. Nishakubali kwamba mimi ni mkosefu. Kwa hiyo kama mimi ni mkosefu na wewe ni mkosefu vile vile. Kwa sababu hata wewe umefanya kosa kama ambalo mimi nimelifanya. Kwa hiyo sisi wote ni wakosefu. Na kama sisi wote ni wakosefu, ngoma draw tu hapa. Nishakwambia hapa ngoma draw. Umeona? Kwa hiyo kama ngoma draw, nitakiwa uchague moja tu. Kusuka ama kunyoa. Usitaki kuniletea umalaya wako wa Nairobi.